time to advertise themselves to the country as the biggest tribalists this country has to offer. Nataka nianze na Governor Mandago, Senator Mandago. Akikuwa gavana kule kwao, he mobilized a whole town. Yeye na huyu engineer fake anaitwa Oscar Sudi wakafukuza Laban Ayiro from Moi University because he was not a Kalenjin. Wakaweka Muluya wao. The same Mandago is now saying that they will impeach Natembeya because he's a tribalist. And this other senator, anaitwa Cherargei, anasema ati in 6 months time, they will have impeached Natembeya. It is not the first time to hear hiyo mambo inaitwa 6 months time. Because we were told by Cherargei's boss that in 6 months time, the stadium in Kamarinyi, which is historic, will be complete. And I am telling you that in 6 months time, Natembeya will still be governor in Trans Nzoia. Na tunataka kuona ule MCA ata move impeachment motion ya Natembeya. Yeye watu yake yote itabidi watoroke Trans Nzoia. Kwa sababu tutakuja sisi afusie. Sisi afusie is that whirlwind that causes destruction. And nobody should dare touch Natembeya. He's the only voice as the community of Luhya have found refuge in. Instead of them focusing on the corruption that is happening in their counties, wanataka kututishia hapa ati wao wataimpeach Natembeya vile walimpeach Kawira. Natembeya sio mwanamke ati mumuimpeach hivyo mnafikiria. You touch Natembeya, you touch the raw nerve. We cannot take that lying down. We are going to find unity in that man, whether you like it or not. Kana wanapata wasiwasi. Because sisi Waluhya tumetumika kama conveyor belt na crane ya kubeba mizigo ya nchi hii. Kuna watu wanapata cheap labor in their farms, wanapata cheap labor in their houses, because it's the Luhya community that produces people who do things that are cheap. Hapa ukienda hapa Marikiti, Waluhya wetu wamejaa. Kwa sababu mtu anakuja ananunua carrot ya kilo 180 gunia. Alafu anasema kwa wapi omwami abebe hii. Wanakuja omwami wa 4 anachagua moja. Na wanalipa yeye 150. Sasa wakisikia Waluhya wanaungana wajipange kisiasa, wanapata wasiwasi kwa sababu hakutakuwa na Waluhya wa kubeba hiyo na vijana wao hawawezi beba. Sasa wakisikia Natembeya is uniting the Luhya people, wanapata wasiwasi. Huyu Cherargei anasema ataimpeach Natembeya because in their farms in Uasin Gishu ni Waluhya wanafanya kazi ya shamba, wanalipwa pesa ya kijungujiku. When Natembeya wants to unite his people, they are now diarrheaing. Let me tell you, the time to misuse the Luhya community is over. There will be no cheap labor provided by my people. I must defend them because all politics is locked. Itabidi watu wajue mahali watatoa watu wa kulima mashamba yao. Our people wale wako kwa mashamba yote, kwanza niko nataka kuita maandamano ya watchman wote Kenya mzima. Because my community produces almost 50% of all watchmen in Kenya. Nikiita maandamano ya watchmen, nyinyi mtajua vile mtalinda manyumba zenu. Hamuwezi tutukana na tumenyamaza. Nikimaliza na maandamano ya watchman, ninaita mkutano ya maid wote Kenya mzima. Hatuwezi kuwa tunatumika na mwana hii wakati tunataka kujipanga, mnataka kuimpeach gavana wetu ambaye ana provide direction to our community. Nitaongoza mkutano ya wapishi wote kwa sababu mimi mwenyewe nimefanya hiyo kazi. People threatening to impeach Natembeya are people
who are causing an affront to our territory. We cannot accept that. Mr. Speaker, as I finish, I want to agree with the KOTU Secretary General Francis Atwoli. Atwoli alisema hii Nairobi imekuwa one of the dirtiest cities in Africa. It is quite a shame ati kuingia hii town unaingia CBD na gambut kwa sababu kumenyesha. Kukinyesha Nairobi it's impossible. Unatoka town na matope. Hata mitaa zetu they are a little better. And we have a governor who is trying to salvage himself by making various visits to Opoda Farm. Opoda Farm will not help you, Mr. Governor. Can you deal with the garbage menace in Nairobi? Saa ukipita soko ya Mudhurwa unatishwa na uvundo kwa sababu ya takataka. Na amespend a lot of money, anasijua ati ananunua tractor za kubeba takataka. Kwanza tunataka niungane na Secretary General na nina Wakenya wote wanakubali kwamba Sakaja ameshindwa na kazi. Uchafu imekita Nairobi, imekita mizizi. Wewe Governor Sakaja, whether you go to Opoda Farm or where, you must also accompany your senior leader Ruto to go home. Nikimalizia, ya mwisho kabisa ni kwamba Mr. Speaker, kuna report ilitolewa juzi kwamba Ogolla aliteremuka na ndege kwa sababu ilikuwa na engine failure, engine malfunction. Mr. Speaker, before the general took that plane, ilikuwa imekuwa inspected. Wakasema it was good kupaa juu angani. Saa hii wanasema ati ni engine malfunction, which means the inspection was fake, and we have a reason to believe that we had a sinister motive in Ogolla's death. And we do not believe in the report that has been published by the government. And I am also saying, Mr. Speaker, that the biggest beneficiary of Ogolla's death is General Kahariri, because he was given Ogolla's job. Na yeye badala ya kushughulika kujua Ogolla alikufa kwa nini, anakuja kutuambia ati Ruto must go is illegal. We cannot listen to such kind of nonsense. Mr. Speaker, unafaa ujue ukiritaya kama mwanajeshi, you undergo rehabilitation. Kugeuzwa sasa kuwa mwananchi wa kawaida. Kwa sababu ukiwa mwanajeshi, you are like an animal. You are trained to destroy and kill. Right now as we speak, the General Kahariri is not a normal human being. He has not been rehabilitated to be a normal human being. He cannot understand what we are saying at Ruto must go. Angoje aritaye, akuwe rehabilitated, atujoin kwa siasa. Kwa hayo machache na mengi, Mrio Munoko. Almost a quarter of a year. What's your take on devolution? Devolution is being suffocated to death. Ili kwanza walianza kuitoa kama ministry, wakaiweka kama state department pale kwa office ya deputy president. And I think there is intentional actions to kill devolution. Mr. Speaker, you need to know that we are being led by people who do not really believe in the constitution that we have. And devolution is dying because, kama any sector in this government, it's dying because of corruption. Money is not going to the intended projects.